Asubuhi jua linapochomoza, sauti za kengele za shule zinapaswa kuwa mwito kwa watoto kuelekea darasani. Lakini kwa baadhi yao kengele hiyo haimaanishi tena masomo. Hivi karibuni kuna baadhi ya wanafunzi walionekana mitaani wakiwa wamevalia sare za shule zilizochoka kwa vumbi la mitaani, mabegi mgongoni, lakini badala kuelekea darasani walionekana mtaani wakiwa wanasaka vyuma chakavu. Hii si hadithi ya wanafunzi hawa tu, bali ni taswira ya watoto wengi katika jamii zetu ambapo njaa ya nyumbani inashinda kiu ya elimu. Wanalazimika kuchagua kati ya daftari na chakula. Kila kipande cha chuma wanachookota ni kama wanavyookota matumaini yaliyovunjika kesho yao. Ikabidi tuanze kufuatilia hawa watoto. Bahati mbaya tulivyokuwa tunawafuatilia wakapigwa picha, wengine wakakimbia, wakaona kama sisi ni maadui wao. Je, jamii itakubali kuona sare za shule zikigeuka kuwa mavazi ya kazi za mitaani? Ni wajibu wa jamii na wazazi kuhakikisha mtoto anabaki pale anapopaswa kuwa darasani. Tukumbuke pia majukumu yetu ya watoto wanaporudi kutoka shule, tuweze kukagua. Sio mtoto anakuja na mfuko tu wa shule, mzazi huna muda wa kukagua. Kwa kweli wimbi linakuwa ni kubwa sana. Watoto ambao taifa linawaandalia kesho yao, na uwepo wao mtaani ni kupoteza nguvu kazi na wataalamu wa baadaye kama walimu, madaktari ama wahandisi. Unapomwona mtoto wa shule ana uniform yuko mtaani, wachukue wapeleke shuleni, kawakabidhi kwa walimu. Alafu baada ya hapo sasa taratibu zingine za shule zifanyike. Tuwaeleweshe watoto wetu, tuwaelimishe, tuongee nao kwa utaratibu. Watoto ni viumbe ambao bado wanajifunza. Hatua zimechukuliwa kama serikali kukutana na wafanyabiashara wa vyuma chakavu, ikiwataka kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya utoro kwa kuacha kununua vyuma hivyo kutoka kwa watoto. Kwa kamati ya usalama ya wilaya ilikutana na hawa watu kama wadau muhimu kwa kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kudhibiti wasije wakawa wanafanya tabia ya kununua chupa hizi kutoka kwa watoto wetu, vyuma chakavu kutoka kwa watoto wetu, ili kwa pamoja tuhakikishe kwamba tunaongeza nguvu ya kudhibiti matendo haya ambayo kwa kweli hayaleti taswira nzuri katika kuandaa kizazi kijacho cha kulitumikia taifa letu la Tanzania. Kwa tumeweka program maalum kwa kushirikiana na wanaokusanya chupa pamoja na vyuma chakavu kuona kwamba watoto wadogo hawajihusishi na biashara hii kama sehemu ya kuimarisha malezi katika jamii yetu. Wakati serikali ikiendelea kuimarisha usimamizi wa elimu na jamii imetakiwa kushiriki kulinda watoto, ujumbe unabaki kuwa mmoja tu: nafasi ya mtoto ni darasani, kwani mustakabali wake unaanza kuandikwa kupitia elimu.